Jicho la tatu litaendelea kuletea haya na yale. Wale waliofanya vizuri tutakwenda nao sawa sawa. Yule ambaye kuna mahali haendi sawa, tutatuia radhi, tutasema, lakini najua ndio njia ya kujirekebisha na kujikosoa na kufanya vizuri zaidi. Vibweka na vibwakuro katika safari yetu havikuishia hapo, kwani tulikumbana na kituko kingine. Mume na mke wanaishi nyumba moja miaka kadhaa iliyopita. Mume ni mtu mzima, hawezi tena kazi za kilimo. Hivyo mke hulima yeye pekee na watoto wake. Mwishoni na mwanzo wa shamba lao kuna kichuguu chenye mashimo ambayo ndani yake huishi fisi. Siri hiyo alikuwa anaijua bibi peke yake. Babu hajui habari za fisi hao, lakini mke inasemekana anajua juu ya hilo na humsaidia kulima kila itwapo leo. Na babu alipoambiwa siku moja kwamba mwanzoni na mwishoni mwa shamba lake wameonekana fisi, akaanza kuwafuatilia na mwishowe akawa anawaita kwa namna fulani hivi ili watoke kwenye mashimo, na hata tulipofika sisi alituambia twende akatuitie fisi tuwaone. Bibi alipojua nia ya mumewe ilikuwa tabu kidogo, kwani mwanzoni alihisi sisi ni wageni tunaenda kuangalia ukulima bora wa shamba lake. Alipogundua tunataka kuwaona fisi, bibi akaokota furu mbivu na mbichi na kuzifunga katika kitenge chake, na kisha kutafuta mti wenye kivuli na ufiche hivi, akainama na kusaula nguo zake ili kuwazuia fisi hao wasitoke. Na kwa hakika fisi hawakutoka mpaka tunaondoka eneo la tukio. Naam, baada ya kuanza safari ya kuelekea shambani ili kuweza kuwaona fisi hao, babu alikuwa na utaalamu wa pekee wa kuwaita fisi hao. Nilijiuliza mara kadhaa na mpaka naondoka huko Shinyanga vijijini sikupata jibu la kwamba babu alijifunzia wapi kuwaita fisi walioko katika mashimo watoke, na wengine wanasema fisi hawana kawaida ya kukaa mashimoni, hukaa sehemu za ufiche. Lakini ndivyo ilivyokuwa, na babu katika kuwaita sana fisi wakachomoza nusu, lakini baadaye bibi alipofanya mambo yake hawakutoka ngo, na bibi aliapa kwamba hawatatoka, kwani mmekuja kuangalia fisi au shamba. Lakini babu alikazana akaita kangewe. Kangewe. Babu anatoa maelezo kidogo namna ambavyo huwaita fisi. Kangewe. 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 Sio muda wangu. Tutakesha huko. Tuendelee. Mmoja wa Mwakiningu alikuja na njia hii usiku. Amekuta hapa mkutano wa ofisi. Walikuwa wengi kama mnapoona wanavyofanya uwanja kama huu. Wengi kabisa kama watu. Hili ndilo shamba lililolimwa kwa ustadi mkubwa. Humo kuna viazi, karanga, mboga mboga na hata kisamvu. Na siye tukajionea shamba limelimwa hasa mashallah, lakini kwa nguvu za bibi na wanawe wawili hawawezi kulima shamba kubwa namna hii. Mihogo pia imeshamiri. Mazao yamo ya kila aina na yamekubali hasa. Babu na mkewe wanaishi katika nyumba bora, tena wana wingi wa bashasha, na hasa babu muda wote ana furaha na tabasamu usoni. Anajua kuimba hatari babu huyu, mpaka anatupa burudani sisi tulipokuwa katika shamba lake na nyumbani kwake mwanzo mwisho. Msikize hapa. Hodi kwa mwenye wana twapiga hodi, kwa mwenye alele twapiga hodi. Dada huyu ni mmoja wa waathirika wa fisi wa bibi ambao tumetoka kumuona sasa. Kwani kabla ya kifo cha mwanawe mchanga, fisi wa bibi huyo walijaa katika uwanja wa nyumba yake na walikesha usiku kucha, na kulipopambazuka fisi hao walirudi katika mashimo yao, na mtoto wa dada huyu akakata roho. Na mama huyu ndio chanzo cha sisi kwenda kuwatafuta ili tuwaone fisi hao wa maajabu, lakini bila mafanikio. Kama hiyo haitoshi, kijiji hicho pia kilikabiliwa na visa lukuki. Na hapa kaka anatusimulia kisa kinachomhusu binti mmoja, na huyu kaka ndiye aliyekuwa wa kwanza kuwaona fisi katika shamba la babu na bibi hao na kwenda kuwapa taarifa. Alikuja jamaa mmoja kwenye familia ya kijiji hiki. Akaja kama anaomba binti aoe. Na hapo binti alikuwa pale tu nyumbani. Na mama yake alikuwa anachunga ng'ombe, anachunga ng'ombe. Hiyo ilikuwa asubuhi. Binti alikuwa amemaliza shule, ndio amemaliza shule.
Sasa yule jamaa akasemaje, sasa mwenzangu, kwa vile tumeanza hatua ya uchumba, naomba baba anisindikize. Basi yule binti akachukua kweli baskeli, akaanza kumsindikiza mgeni kama kumtoatoa, na wakaenda wakapita kabisa kwa mama yake pale anapochunga ng'ombe. Huyo binti ile anamsindikiza tu anamsindikiza mgeni, ndio jumla akawa wametoweka. Sasa kwa mazingira yale, lazima wanajimii walishtushwa na hilo jambo, wakapiga miano kuhusu hilo tukio, kuanza kumtafuta huyo binti. Na kwa kweli hatua kwenye uongozi, sasa mtendaji hakuhusika, na jamii walikaa pale kuenda wanatafuta, wanaleta taarifa, walikaa kwenye siku mbili, siku tatu, mtendaji haonekani, na yupo hapa kijiji jirani tu Mwambasha. Na hiyo ndio ile Islamagazi, na hiyo ndio iliyopelekea jamii kumkataa mtendaji kwamba huyu si mwenzetu, kama hatujali kwa shida kama hizi, sasa huyu wa kazi gani? Tukaamua kumtoa. Wakati tunamtoa, sasa kuna kero nyingi tu huko nyuma ambazo kweli sisi alikuwa anatukela, ndio maana tukafikia uamuzi wa kumtoa mtendaji. Lakini pia tulikutana na mshangao wa ajabu baada ya kuona bafu la wasichana na wavulana katika shule ya sekondari ya Pandagichiza, jinsi mabafu yalivyo na vyoo. Ambatana nami uone. Mtazamaji, kama uliwasikia wasichana wa Pandagichiza wakisema kwamba bafu lao si rafiki wala sio zuri kwa ajili ya wao kuoga, hapa niko mlangoni. Hakuna mlango, na huku ndiko jinsi kulivyo. Kama unataka kuoga, unasimama kwanza kwenye mawe haya, unaweka ndoo yako pembeni, unaoga. Sasa mazingira kama haya ni kwamba huku pembezoni, kama unaoga, kuna watu shambani lazima watakuona, na kama anayepita mbele yangu huku kuna mpitaji, basi anaweza kukuona, vinginevyo ufunike nguo ili mtu asikuone. Lakini kiukweli mazingira haya ndiyo ya sekondari ya Pandagichiza. Wasichana wanapokuja kuoga hapa, basi yoyote anayepita kule anaweza kaongea naye akamuona. Ni hatari kidogo. Kwa sasa nikwambie tu kwamba upande wa pili ni shambani. Shambani ambako wanafunzi hawa wa sekondari ya Pandagichiza wanalima viazi. Wao wanaenda shambani na huko wanalima viazi, na viazi hivyo vinawasaidia kuweza kula chakula. Leo wamepika ugali na maharage, lakini naamini asubuhi wakati wakifungua kinywa wanakuja kutafuta viazi kwenye shamba la shule ambalo wakulima ni wao wenyewe. Nikupeleke sasa eneo la kujihifadhi, choo kikubwa. Nikupeleke katika choo ambacho wao walisema sio rafiki, ambako huo wanaenda kujihifadhi. Tuone hayo mazingira kwamba sio rafiki kiasi gani. Hayo ndio nilokutana nayo katika safari yangu ya Shinyanga vijijini hapa nyumbani Tanzania, katika umri wa miaka 51 ya uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wananchi walioko pembezoni wanakabiliana na maisha haya ambayo nimekupa takriban zaidi ya mwezi mmoja, walioko pembezoni jinsi walivyo. Ewe Mtanzania, popote pale ulipo, katika ofisi nzuri, gari zuri, umefunga kiyoyozi ofisini, hawa walioko pembezoni wamechangia na wanachangia kukufanya ulivyo leo, japokuwa umejitenga nao. Hayo kwa kifupi ndio ambayo tuliweza kuyaangazia. Yako mengi, na hasa unapoamua kufanya safari kuelekea pembezoni. Na hii tumechechemua ili kuweza kuwapa wenye dhamana nafasi ya kuweza kushuhudia masuala kadha ambayo yanamsibu Mtanzania aliyeko pembezoni mwa Tanzania. Suala la kilimo, pembejeo, mboji na ukulima ulio bora, nalo ni tatizo lingine ambalo umelishuhudia hapa katika Jicho la Tatu, na hapo tuliweza kupata fursa ya kutembea katika vijiji kadha wa kadha na kushuhudia mazao yakiwa yamekauka shambani. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hawakulima kisasa wala kitaalam, lakini pia mbolea haikutumika. Mbaya zaidi, tabia nchi ikawakumba, mvua ilikuwa haba, hatimaye mazao yamekauka shambani. Tulioko mjini tunasubiri mazao yatoke vijijini yaje mjini kwa ajili ya matumizi. Mazao yamekauka shambani. Je, Mtanzania aliyeko mjini maisha yake yakoje ikiwa yule aliyeko kijijini atafail katika masuala mazima ya ukulima ama kilimo, tunachokiita ni uti wa mgongo wa taifa la Tanzania? Lakini hatujaweza kufikisha utaalamu hasa
kwa wananchi walioko pembezoni, na wataalamu walioko huko nao pia huwa wanaangalia wao kwanza walime shamba lao kubwa zuri lililolimwa kitaalamu kisasa lenye mbolea na kadha wa kadha. Yeye anapata mazao mengi kwa familia yake, lakini wananchi ambao anawahudumia, ambao pia anawajibika kwao, ukulima na utaalamu ule unakuwa ni kwa baadhi ya watu ambao labda pengine walioko katika vikundi ama vipi, basi ndio watakapata utaalamu, lakini wengine hawafikiwi. Ama mengine ambayo tumeyashuhudia huko, wapo wengi ambao walipata tiba lakini ni kwa kukisia tu, labda pengine utaumwa hiki ama kile. Itakaposhindikana kabisa, basi ndipo utapelekwa ama kupewa rufaa kwenda katika hospitali kubwa mbali zaidi ya hapo. Haya ni masuala ambayo yanamsibu Mtanzania aliyeko pembezoni. Ni vyema ukaambatana nasi kila wakati. Nasema kwa yule atakayekuwa amefanya vizuri, hatutasita kumpongeza. Kwa yule ambaye atakuwa amefanya fyongo, kwa hakika tutasema pia, kama ambavyo tumeshuhudia wananchi wanavyotaabika Shinyanga vijijini. Kwa niaba ya crew nzima ya Jicho la Tatu, mimi niwashukuru sana wale wote waliochukua fursa ya kuambatana nasi katika ziara hii ambayo tuliifanya Shinyanga vijijini. Mimi ni Regina Molekwa, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Clouds TV. Asante. Jicho la Tatu nitaendelea kuletea haya na yale. Wale waliofanya vizuri tutakwenda nao sawa sawa. Yule ambaye kuna mahali haendi sawa, tatuia radhi, tutasema, lakini najua ndio njia ya kujirekebisha na kujikosoa na kufanya vizuri zaidi.